Na mtazamaji, nayo tukiangazia taarifa ambayo tumeipa kipaumbele ni kwamba wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere ambao walitarajiwa kushiriki mashindano ya kitaifa ya michezo ya kuigiza jijini Nakuru wamejiondoa kwenye mashindano hayo kwa madai ya unyanyasaji na kudhulumiwa. Polisi waliwatupia vitoa machozi na kuwajeruhi wanahabari. Tamthilia ya Echoes of War imezua mjadala kwani inazungumzia masuala ya uongozi nchini na maandamano ya Gen Z ya mwaka uliopita. Marian Nyambura na taarifa kamili. Kizaazaa kilishuhudiwa jijini Nakuru mapema leo. Maafisa wa usalama wakitumia vitoa machozi kuwatawanya wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere ambao walijiondoa kushiriki mashindano ya mchezo wa kuigiza ambapo walitarajiwa kuigiza tamthilia yao ya Echoes of War. Wanafunzi hao walipata mwaliko kuhudhuria mashindano ya mchezo wa kuigiza yanayofanyika jijini Nakuru kuchelewa. Tetesi ni kuwa tamthilia hiyo ilikuwa inaangazia matatizo ya uongozi nchini. We were harassed by the police. They took us to stage with nothing. The students were allowed to perform at 8 o'clock. When they came to the stage and after the national anthem, one of them stepped forward and said they are not willing to perform without their director, Mr. Malala. Shule ya upili ya wasichana ya Butere iliondolewa kwenye orodha ya shule zitakazoshiriki wiki 3 zilizopita. Ila mahakama kuu ikatoa uamuzi wa kubatilisha haya. Mchezo huu ni mchezo wa kawaida, tunaonyesha the plight of the young generation in Kenya. Tunaona kwamba young generation kuna matakwa ambayo wanataka ifanyike Kenya. Wanataka good governance, hawataki mambo ya corruption, wanataka healthcare mzuri, na wanapigana na wale elderly generation. Wanasema kwamba hawataki kwamba haki zao zinyanyaswe kila wakati. Wanapigana na the leaders, wanapigana na religious leaders, wanapigana na wazazi wao. Usiku wa kuamkia leo, hali ya sintofahamu ilishuhudiwa nje ya shule ya upili ya wasichana ya Kirobon kwa zaidi ya saa 4. Aliyekuwa seneta Cleophas Malala akizuiliwa kuwaona na kuwatayarisha wanafunzi hao ambao walipata malazi katika shule hiyo. Namuuliza wapi charge sheet, wapi summons, hakuna. Ilhali niko na order ambayo inaniambia nikuje nifanye mchezo huo. Sasa ukinishika katikati ya barabara kama hii, usiku umenipata hapa, umenishika, sijui ananipeleka wapi. Maafisa wa usalama wakitumia vitoa machozi kuwatawanya wanahabari ambao walikuwa wanapeperusha taarifa ya kukamatwa kwa Malala. Maafisa wa polisi walinitupia vitoa machozi na kunijeruhi nilipokuwa na peperusha taarifa hiyo mubashara. Wanahabari Robert Maina na Peter Kimani wa Inoro na Standard Group wakijeruhiwa pia na maafisa hao. Wafungue barabara, mimi niende. Malala alikamatwa na kufikishwa katika kituo cha polisi cha Eldamaravine kabla ya kuachiliwa. Tutarejea mahakama kuu kueleza mahakama kwamba mkurugenzi ukanda wa Wizara ya Elimu ukanda wa Magharibi Bwana Abiero amekosa kuheshimu uamuzi wa mahakama. Ile tumeanza kuona ni dalili ya udikteta, Tunaanza kurudi enzi zile za Nyayo, tulikuwa na udikteta. Ukiwa na chochote ambacho labda kinakosoa serikali, unaambiwa this is sedition. What you are doing is seditious, unawekwa ndani. Marian Nyambura, runinga ya Citizen.